Hello, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Gertrude Isaac Mabiki na kukaribisha kwenye YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Lakini zaidi tunamkaribisha sana Roho Mtakatifu ambaye ndo mwalimu wetu, kiongozi wetu, na bila yeye hatuwezi chochote. Karibu sana Roho Mtakatifu, take over, take control. Nitumie kama chombo chako cha kufanya mapenzi yako. Tufundishe, Roho Mtakatifu afundishe wanaosikiliza. Tujulishe unayotamani tujifunze, na tukayafanye, tuzalie matunda ya haki yanayodumu kwa ajili ya utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Nakukaribisha tena sana mpendwa mtazamaji, na kama we ni mfuatiliaji mzuri mpaka sasa utakuwa unajua tuko kwenye playlist ya kitabu cha Mwanzo, na kwa neema ya Mungu tunashukuru tumeshaangalia sura ya kwanza mpaka sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo, na leo tutaangalia sura ya 16 ya kitabu cha Mwanzo. Basi kwa kukumbushana kidogo, katika ile sura ya 15 ambayo ndio video iliyopita tuliangalia Mungu anafanya agano na Ibrahim la kumpa watoto wengi kama nyota za angani, na agano la kumlinda na la kumbariki. Lakini pia tunaona ili agano lifanyike, Mungu alimpa Ibrahim maagizo atoe nini ili wafanye ili agano, na tukaona Ibrahim akatoa zile sadaka. Lakini pia Mungu akamfunulia hata siri ya uzao wake huu ambao utakuwa mwingi kama nyota za angani, utapitia mambo gani na maisha yao yatakuwaje. Basi leo tuendelee kuona katika sura ya 16 kuhusu ili swala la uzao wa Ibrahim. Sasa katika sura ya 16 tunaona Biblia inatuambia Sara ambaye ndo alikuwa mke wa Ibrahim alikuwa tasa. Sawa? Na kama utakumbuka kwenye ile video iliyopita tulisema Ibrahim ana uzao mwingi, yani kiuhalisia hapa duniani Ibrahim ana watoto wengi. Leo tutaona hao watoto wengi ambao Ibrahim anao katika kila kona ya dunia wametokanaje, kama tuliposema kwenye video iliyopita. Basi Sara akaona kwamba mbona mimi bado sipati mtoto. Akamwambia Ibrahim mume wake kwamba hebu muangalie huyu kijakazi ambaye alikuwa Misri anaitwa Hajiri, alikaa nao hapo Kanani kwa miaka 10. Kwa hiyo Sarai akamwambia Ibrahim, muangalie basi huyu kijakazi wangu Hajiri ambaye ni Misri, ambaye tayari tumeshakaa naye zaidi ya miaka 10, kwa sababu mimi sijapata mtoto, huenda tunaweza tukapata mtoto kutokana na yeye, yani yeye akanisaidia nipate uzao kwako. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa ni kijakazi wao, yani mtu wao, yani wanammiliki, Ibrahim akafanya kama vile mke wake alivyosema. Ingawa Mungu alimwahidi Ibrahim kupata mtoto na mke wake Sarai, lakini Sara yeye hakuwa na uvumilivu wa kusubiri mpaka hiyo ahadi ya Mungu itimie. Kwa hiyo Ibrahim akamwingilia Hajir ambaye ndo alikuwa kijakazi wa Sara, mtu wa Misri ambaye walikaa naye miaka 10. Alipomwingilia kweli Hajir akapata mimba, na Hajir alipopata mimba baadaye akaanza kumdharau bosi wake Sara. Kwa hiyo Sara alipoona kwamba Hajir anamdharau kwa sababu yeye hajapata mimba ila Hajir ana mimba, akaanza kumnungunikia Ibrahim. Akamwambia Ibrahim, nimekupa huyu kijakazi wangu kifuani mwako, alafu sasa hivi nimekuwa duni machoni pake, ananidharau kwa sababu mimi sijapata mimba. Basi huu uovu na ukurudie wewe mwenyewe. Asa Ibrahim akamwambia, huyu ni kijakazi wako, yuko mikononi mwako sana, mfanye wewe unachokipenda, na licha hivyo wewe ndo uliyetaka kwamba mimi nimuingilie ili tupate mtoto. Kwa hiyo Sara akaanza kumtesa Hajar. Alipoanza kumtesa
anamtesa na Ibrahim hawezi kusema chochote kwa sababu Ibrahim alikuwa anampenda mke wake Sara. Kwa hiyo ikafika hatua Hajar ikabidi atoroke, akimbie kwa ajili ya mateso ambayo Sara alikuwa anampa. Kwa hiyo Hajar akatoroka na ile mimba akakimbia. Kwa hiyo Biblia inasema akafika kwenye sehemu ambayo ina kisima cha maji au chemchemi ya maji kuelekea Shuri. Sehemu inaitwa Shuri. Akawa amepumzika hapo. Alipokuwa amepumzika hapo, malaika wa Bwana akamtokea Hajar. Akamwambia, wewe Hajiri, kijakazi wa Sara, umetoka wapi na unaenda wapi? Hajiri akamwambiaje, nimemkimbia bibi yangu Sara, yani bosi wangu. Sasa anavyosema bibi yake sio kwamba bibi yake kwa kumzaa. Inawezekana pia angekuwa bibi yake kwa kumzaa, lakini anasema nimemkimbia kwa sababu ya mateso ambayo amekuwa ananipa. Yule malaika akamwambia, rudi kwa Sara bosi wako, rudi kwake na uwe mnyenyekevu kwa Sara. Ukirudi ujinyenyekeze mbele zake. Alafu akamwambia, huyu mwanao atakuwa pia taifa kubwa na mwanao atakuwa ni mtu mkubwa, huyu mtoto utakayempata. Akamwambia, mtoto utakayempata utamuita jina lake Ishmael na atakuwa taifa kubwa na Bwana atamuongeza na atakuwa mkubwa kuliko hata ndugu zake. Kwa hiyo rudi, lakini ukirudi uwe mnyenyekevu kwa bibi yako Sara. Kwa hiyo Hajar akawa amesikia maneno ya yule malaika, akasema kweli, akamshukuru Mungu ambaye aliona mateso ambayo alikuwa anayapata kwa Sara alipoanza kumdharau. Akasema, kweli wewe ni Mungu unaniona. Kwa hiyo ile sehemu hiyo sehemu ambayo ina hicho kijito au ina hicho kisima akakiita jina lake Bel Lahai Roi, yani Bel Lahai Roi, yani kama ile Eliroi, kumaanisha kwamba wewe ni Mungu uonaye. Kwa hiyo Sara akaita jina la Bwana. Ukisoma kwenye Mwanzo 16:13 anasema Hajiri akaliita jina la Bwana aliyesema naye, wewe u Mungu uonaye, kwani alisema hata hapa nimemwona yeye anionaye. Kwa hiyo Hajiri alipoona kwamba yule malaika amekuja akamfariji, akamwambia rudi ufanye hivi usifanye hivi, akasema kweli wewe ni Mungu unayeona, kwa sababu alimwambia yote yalikuwa yametokea, kwamba wewe umetoroka kwa sababu ya mateso unayopata kwa ajili kwa umnyenyekei Sara. Kwa hiyo rudi ukamnyenyekee. Kwa hiyo akajua kwamba ni Mungu ambaye anaona. Kwa hiyo akaita hata hilo sehemu, hicho kisima alichokuepo, kwamba Bahar Lahai Roi, kwamba Mungu uonaye. Na hicho kisima Biblia inasema kiko kati ya Kadesh na Beredi, huko Kanani. Basi akarudi kama alivyoambiwa, na Hajar akamzalia Ibrahimu mtoto, akamwita jina lake Ishmael kama malaika yule alivyomwelekeza. Na wakati huo, wakati huyu Hajar amepata huyo mtoto Ishmael, Ibrahim alikuwa na miaka 86 bila kuwa na mtoto na mke wake Sarai. Kwa hiyo hapo ndo tunaanza kuona kama tulivyosema kwenye video ile iliyotangulia kwamba kwa hiyo Ibrahim sasa uzao wake kwa nini unakuwa mwingi. Tayari hapa tumeshaona ameshazaa na mjakazi, na malaika alimwambia au watoto watakuwa wengi. Yani huyo Ishmael atakuwa na watoto wengi na yeye Ishmael atakuwa na uzao mkubwa. Lakini kumbuka tunaendelea kuona huko mbele pia Sarai naye anakuja anazaa. Lakini pia tutaendelea kuona huko mbele Sarai anakufa, Ibrahim anaoa mwanamke mwingine tena anazaa. Lakini tutakuja kuona hao watoto wa Ibrahim nao wanazaliana. Kwa hiyo kama Biblia ilivyosema, Ibrahim ana watoto wengi kama nyota za mbinguni kama Mungu alivyomwahidi. Basi ni hayo tu kwa leo. Endelea ku-like, endelea ku-share, endelea ku-subscribe ili content iwafikie watu wengine wengi. Lakini pia kama utapenda kupata sessions za counseling, namba zangu ziko kwenye description box. Unaweza ukanitafuta, ufanye booking, tufanye arrangement kwa ajili ya sessions za counseling. Lakini pia kama
bado hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako, sijui unasubiri nini, wakati ndio sasa, ya kesho tuyajui. Kwa hiyo mpe Yesu maisha yako. Pia namba zangu ziko kwenye description, unaweza kanitafuta tukapeana maelekezo au ufahamu vizuri kuhusu kuokoka na kuhusu kumpa Yesu maisha yako na namna ya kuishi katika wokovu. Ni hayo tu kwa leo, mpaka wakati mwingine. Kwa heri, ubarikiwe.